Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wa ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtukufu wa daraja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo niko mbele yenu ndugu Abdallah Haji Ali kwa lengo la kuwasilisha chochote ambacho atawafikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala insha Allah. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atueleza kwamba ad-dinu an-nasiha, dini ni kunasihiana, dini ni kupendeleana kheri. Kwa hivyo nachukua nafasi hii ndugu zangu Waislamu kuwanasihi kile ambacho atajalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bila kupoteza wakati, nitazungumzia mambo matatu kupitia hadithi ya Mtume, ambapo mambo hayo kama mtu atakuwa nayo au atayapata, basi mtu huyo atapata ladha ya imani, kwa sababu imani ndio msingi wa kila kitu. Imani ndio mwongozo mzuri. Kwa hivi vitu vitatu kupitia hadithi ya Mtume, kama mtu atavipata, basi atapata ladha. Na ladha ni kitu muhimu sana katika maisha yetu. Utaona kila kitu kina ladha. Kila kitu kina ladha. Iwe ni chakula, iwe ni mchezo, iwe ni kitu chochote, lazima kila kitu kina ladha yake ili kiwe kizuri. Kama unakula chakula, basi kila chakula ili ukiweke na ladha nzuri, basi lazima kuna vitu vipatikane katika chakula kile. Hata katika mboga, manake chumvi kikosekana katika mboga, huwezi kupata ladha nzuri. Kinywaji mfano chai, ukikosa sukari katika chai, huwezi kupata ladha nzuri. Hata katika michezo, hata katika vitu chungu mzima ambavyo unavifahamu wewe. Sasa hata katika imani, unaweza kuwa na imani kweli, lakini huna ile ladha ya imani, huoni utamu wa imani. Sasa upate utamu wa imani, sikiliza mambo matatu ambayo ametufundisha Mtume. Ukiwa nayo hayo, utapata ladha ya imani na utaishi kwa amani, utapata salama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. An Anas radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala thalathun man kunna fihi. Mtume katika hadithi iliyopokelewa na sahaba mtukufu Anas radhiyallahu anhu atueleza kwamba thalathun man kunna fihi, mambo matatu yeyote ambaye matatu hayo yatapatikana kwake, basi mtu huyo wajada halawatal iman, atapata ladha ya imani. Tuyataje halafu kisha turudi katika maelezo kwa ufupi, kisha tumalize. Kwanza, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Kwanza ni Allah na mtume wake wawe ni wenye kupendeza zaidi kwake kuliko wasiokuwa hao, manake Mwenyezi Mungu na mtume. Hiyo ni ya kwanza. Jambo la kwanza ni hilo. Lakini pili, ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala, na ampende mtu asimpende isipokuwa kwa ajili ya Allah mtukufu. Tatu na mwisho, Mtume anatuambia wa ayakuna wa ayakraha ayauda fil kufri
kama yakrahu ay yuqtafa fi an-nar wa ay yakraha ay yauda fil kufri, achukie kurudi kwenye ukafiri. Kama yakrahu ay yuqtafa fi an-nar, kama anavyochukia kutupiwa motoni. Hizo ndo sifa au mambo matatu ambayo kama mtu yatapatikana kwake, basi yeye atapata ladha ya imani, atapata utamu wa imani. Tuangalie maelezo kwa ufupi ili tupate matunda mazuri katika hadithi hii, tusiiache hivi hivi, ili Waislamu waze kunufaika. Kama tulivyoanza, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, kwamba ni Allah na mtume wake wawe ni wenye kupendeza zaidi kwake kuliko wasiokuwa hao, manake Mwenyezi Mungu na mtume. Kiufupi, uwe na mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa je, tutafahamu vipi kwamba mtu ana sifa ya kumpenda Mwenyezi Mungu na mtume? Cha kukurahisishia ni kwamba ili tutambue huyu anampenda Mungu na mtume, basi ziko alama maalum za kumjulisha mtu bwana huyu anampenda Mungu na mtume. Kwanza, taqdimu ma yuhibbuhu Allahu min al-a'mal ala ma tuhibbuhu nafs min ash-shahawat. Hiyo ndio alama ya kwanza ya mja kweli tuseme anampenda Mwenyezi Mungu. Hii ni ya kwanza, kwamba taqdimu ma yuhibbuhu Allah min al-a'mal, kutanguliza kile akipendacho Mwenyezi Mungu katika matendo, ala ma tuhibbuhu nafs min ash-shahawati, kuliko kinachopendwa na nafsi yake miongoni mwa matamaniwa. Hiyo ni sifa kwanza. Ikitokea kuna jambo la Mwenyezi Mungu linakuelekea, inatakiwa ukalifanya, alafu pia hapo kuna jambo lako mwenyewe binafsi, basi pale ili uhesabike unampenda Mwenyezi Mungu, tanguliza kwanza la Mwenyezi Mungu. Nitoe mifano kadhaa ili tupate kuelewana, manake mazungumzo yawe mazuri watu wakuelewe, basi mifano. Tuchukulie mifano katika jamii yetu, alafu tulinganishe, je, tuna mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Mfano katika Qur'ani tukufu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a, kwamba enyi mlioamini, pindi patakapotolewa uwito kwa ajili ya swala ya siku ya Ijumaa, manake adhana, basi fas'au, fanyeni haraka, kimbilieni kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu, wa dharul bay'a, acheni kuuza na kununua. Kwa hapo tunapata mambo mawili. Umetolewa wito kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni jambo la Mwenyezi Mungu, lakini wewe mwenyewe upo katika mambo yako binafsi, unafanya biashara, unauza na kununua, au unafanya mambo mengine. Sasa pale ili uhesabike unampenda Mwenyezi Mungu, kimbilia kwenye utajo wa Mwenyezi Mungu. Je, wewe unayo? Au ukisikia adhana ndo kwanza unafuata mambo yako? Huo ni mfano wa kwanza. Pili, katika swala hii mfano ni asubuhi, manake umelala mwenyewe na shuka lako na vilivyomo ndani ya nini, ya shuka, lakini kule kuna adhana ya Mwenyezi Mungu, hayya ala sala, hayya ala alfala, as-salatu khairum minan nawm. Je, umesikia vile ukiwa wewe unashuka na vilivyomo ndani ya shuka? Je, utaacha vile umfuate Mwenyezi Mungu au utafuata vya nafsi yako? Kwa hivyo taqdimu
ma yuhibbu Allah min al-a'mali ala ma tuhibbuhu nafsu min ash-shahawati, kutanguliza akipendacho Mwenyezi Mungu katika matendo kuliko kinachopendwa na nafsi yake miongoni mwa matamanio. Kwa hivyo mambo matatu haya kama mtu atayazingatia, kwa kweli atapata ladha ya imani. Kwa hivyo nakuhusieni sana tuyashike mambo haya ili tupate kufaulu. Wallahu almuwaffiqu walmurshidu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.